Timu ina muunganiko. Hakuna kumlaumu. Yaani timu ina muunganiko. Sasa sisi nani analaumu? Maamuzi mimi naona ndio maamuzi yetu tulikuwa nao. Lakini kwa kifupi timu yangu ya kucheza vizuri, kucheza vizuri kabisa. Timu ya kucheza vizuri. Inakuumiza kiasi gani ikiwa mara inakuwa sasa ni tabia za FC kwa kuwafunga nyinyi? Unaangalia kwa sababu kwenye ligi kidogo inakuwa inaumiza sana kwa sababu pale unakwenda kwenye mashindano kama klabu bingwa kunyanyua kwapa, lakini kama ile hapa kombe kama hili uende kwenye mashindano aina yote, isipokuwa unatakiwa weke heshima. Na ndio maana ulivyoona hata ile mechi tulicheza si mashabiki wa Simba Sports pamoja na watani tulitolea macho ile mechi target tupate kombe, na mmoja kama ulivyoona ile mechi ilikuisha japo tuwafunga goli 2 kwa bila na tukanyanyua kombe sisi mashabiki. Sasa na mechi kama hizi ambazo zina kombe, mchezaji kama anakuwa mwenyewe acheze ile performance ambayo wewe unajua kabisa lazima timu icheze changamke. Simba hatukucheza vizuri bro, hatukucheza kabisa. Yaani tumecheza dakika 5 za kwanza. Unajua mimi napenda sana kuhesabu pasi. Ndio, pasi mingi. Hatukucheza vizuri. Kwa kifupi leo hatukucheza vizuri. Idara yote yani hatukucheza vizuri. Basi niliona ndio nasema mmemkimbia mtani. Mmeenda kugawa utamu kwa Azam mara ya pili sasa. Kila mtu na mtazamo wake, lakini mimi naongelea kiwango cha timu yangu ndio kikuwa kizuri. Kwa hiyo mtu anaongelea kwamba nini, hiyo ni joke za watu tu, kila mtu anaongea anavyotaka mimi, lakini kwa vipi sikulizika tuna ule mpira jinsi ulivyocheza. Salamu unazipeleka wapi sasa? Sababu mimi ni shabiki. Mimi ni shabiki. Sababu ukiwa shabiki mchezaji ndio anatakiwa acheze pale kwenye picha tupe matokeo. Tarehe 30 nimetoka kupita juzi hapo. Sasa mimi silipi. Mimi nimekuja huko Zanzibar kwa gharama zangu mwenyewe, kulala kwa gharama yangu mwenyewe, tiketi hapa kuingia kwa gharama yangu mwenyewe. Tofauti na mchezaji analipwa. Anakula, analala. Tena amelala hoteli moja nzuri tu. Nzuri tu kwa hali. Sasa mimi napokwenda kulala tofauti na hapa tayari na tiketi niliyokata kwenda na kurudi. Sababu kesho kama Mungu atatujalia sisi mashabiki tunaenda kujitolea damu. Ile hospitali ya polisi Barracks bale kwa sisi mashabiki. Tukijiandaa na mchezo na polisi. Hiyo ndio ratiba yetu sisi wenyewe. Na ndio maana umetuona tumekuja katika kuisupport timu yetu. Lakini kiwango cha wachezaji wetu hata tuangalie mechi tuliocheza sisi na watani. Yaani si mashabiki tumecheza vizuri siku ile kuliko game wale wale vizuri. Hiyo umebia kwa ukubwa. Sina onekana unajua mchezo mpira huko Azalani. Ndio. Huko Azalani kila mtu yuko anaona. Pamoja maamuzi ana mapungufu yake. Hiyo ndio uwezo wake. Angesema hata zile penalti atupe, lakini ndio hivyo unaweza kupata penalti ukakosa. Unajua penalti zinakuwa lazima mwenyewe. Mimi napenda kujilinda maana wachezaji wetu angalia hata ile AFCON, unajua ukiangalia ile performance ya national team, unajua kwa nini tulijazana terminal 3 kutokana na performance wale tuonyesha timu yetu ya taifa imepambana mwanzo. Na kuliza timu yetu ukiangalia imepambana mwanzo mwisho au imekosa morali, watajua wenyewe. Sisi zetu kuja kusupport timu yetu wengine watajua wenyewe, lakini kwa kifupi leo hatukucheza vizuri, nimehesabu kubika. Na kama tukiamua kutengeneza kikosi cha kushinda leo, ukiangalia wachezaji wetu yani ni kama walikuwa hawahitaji mchezo, kwa sababu kuna wakati walikuwa wanapiga mtu kama Mpanzu anapata nafasi mbele, anatengeneza anapiga chini kama box, alafu anarudisha mpira nyuma. Umeelewa? Yani baada ya concentrate kulazimisha mpira uende mbele tufunge goli, unarudi mpira nyuma. Ni wachezaji wangapi ambao leo perform kwa kiwango kikubwa ambao tunajua bwana kiwango chake hii ni kikubwa. Wao kidogo Mohamed Jabara ameingia kaonyesha kitu kwamba ana uhai, labda na Nabi kama kwenye yake ya kiungo, lakini bado wachezaji wengi bado leo hawakuwa bora. Sijui shida ni nini. Je, mwalimu wa fitness level anatosha? Kwa sababu fitness level ya wachezaji wetu iko ikawa vile wamechoka. Umeelewa? Kwa hiyo viongozi watusaidie kuboresha kikosi, tupate timu ya ushindani. Tuko na dirisha dogo la usajili, ni wakati wa kusajili wachezaji wazuri. Huyu 21 tusije tukapata aibu kule Tunisia na Esperance Business. Ushauri wangu ndio sasa unaondoka na boti ya usiku kama kesho. Mimi nitaondoka kitu kwa nyuma. Kwa nyuma. Sielewi. Nilikuwa kwa tukio la kupokea Taifa Stars leo asubuhi. Mpaka saa 9 nilikuwa airport. Nimefikisha timu ya Taifa Stars posta pale kwa Tiffany Hotel. Nimeondoka nyumbani kwangu hivi kwa mechi hii hapa na boti saa 10. Nikitarajia walau nitapata faraja ya moyo
Simba ipata matokeo, lakini very sad enough tumekosa matokeo. Tunarudi nyumbani tukiwa wanyonge, nafanyaje? Basi tukutakia safari njema mzee. Kila heri. Pole sana. Tumeanza na tempo ya juu kwenye first half, dakika ya kwanza mpaka ya 5, baadaye moto ukakata, maana yake fitness level ilikuwa hakuna, na ukaangalia kiungo cha katikati kikatika kabisa, eneo ambalo alikuwa anahudumu Nabi Kamara pamoja na Hassan Maodo Kante, alikuwa na muunganiko ulio mzuri. Yaani ni kama leo tumekuja kucheza tukijua tunafungwa, wachezaji hawakujituma, lakini mpaka dakika 78, kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika 78 tumepata shot on target 0. Maana yake tumepeleka mpira hata mmoja unaolenga lango. Maana yake leo tumefeli pakubwa kucheza na tumedeserve kufungwa kwa sababu tulivyocheza, unanielewa? Kwanza fitness level ilikuwa chini, tumekata moto mapema. Azam muda wote walikuwa wanapoka mpira imebika, na kama tukiamua kutengeneza kikosi cha kushinda leo, ukiangalia wachezaji wetu yani ni kama walikuwa hawahitaji mchezo, kwa sababu kuna wakati walikuwa wanapiga mtu kama Mpanzu anapata nafasi mbele, anatengeneza anapiga chini power box, alafu anarudisha mpira nyuma. Umeelewa? Yani baada ya concentrate kulazimisha mpira uende mbele ufunge goli, unarudi mpira nyuma. Ni wachezaji wangapi ambao leo perform kiwango kikubwa ambao tunajua bwana kiwango chake huu ni kikubwa. Wao kidogo Mohamed Jabara ameingia kaonyesha kitu kwamba ana uhai, labda na Nabi Kamara kwenye yake ya kiungo, lakini bado wachezaji wengi bado leo hawakuwa bora. Sijui shida ni nini. Je, mwalimu wa fitness level anatosha? Kwa sababu fitness level ya wachezaji wetu iko ikawa vile wamechoka, umeelewa? Kwa viongozi watusaidie kuboresha kikosi, tupate timu ya ushindani. Tuko na dirisha dogo la usajili, ni wakati wa kusajili wachezaji wazuri ili 21 tusije tukapata aibu kule Tunisia na Esperance Business. Ushauri wangu ndio sasa, unaondoka na boti ya usiku kama mimi nitaondoka sasa kitu kwa nyuma. Sielewi ilikuwa kwa tukio la kupokea Taifa Stars leo asubuhi mpaka saa 9 nilikuwa airport. Nimefikisha timu ya Taifa Stars posta pale kwa Tiffany Hotel. Nimeondoka nyumbani kwangu hivi kwa mechi hii hapa na boti saa 10. Nikitarajia walau nitapata faraja ya moyo Simba ipata matokeo, lakini very sad enough tumekosa matokeo. Tunarudi nyumbani tukiwa wanyonge, nafanyaje? Basi tukutakia safari njema mzee. Kila heri. Pole sana. Asante. Wadaza ni mchezo wa leo nimeumia sana kwa sababu mimi nimetoka nyumbani kuja kuangalia mpira sawa. Yaani nimeacha shughuli zangu zote afu nakuja kuangalia mpira yaani kama hivyo. Yaani wanatudhalilisha. Yaani wanafanya vitu ambavyo wanafikiria kwamba mashabiki hatuumii. Mashabiki tunaumia. Yaani wanafanya vitu yaani wadaza Simba wanavyofikiria katika kitu mashabiki hata kuja kuangalia mpira tuangalia tu basi. Tuacha kabisa. Kwa sababu wanatuuliza moyoni. Kwanza tunabidi tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio mweza kila kitu. Japo tumeumia wana Simba kwa matokeo yaliyotokea, ila ni mipango ya Mungu. Huu ni mpira. Leo hivi tutajipanga, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, makocha zetu wajipange, tusonge mbele kwa mechi ijayo. Tunamkimbia Yanga. Tujamkimbia Yanga ila kimepangwa. Tulichotegemea sisi mashabiki sio kilichotokea. Wachezaji wetu wamejitoa kwa kila hali, kwa kila mali, lakini tumekosa matokeo. Ni jambo la heri sababu ni mpira. Watatu pale kuna Fei, kuna Hamidi, kuna Kanute. Sisi kwa tuna viungo wawili. Alafu kingine kilichotuangusha zaidi sisi, mwamuzi alikuwa anatoa advantage sana. Yaani kitokea migongano ya upande wa Simba mwamuzi anaamua haya ni madhambi. Ila Azam yakitokea vile twende tucheze. Changamoto ilikuwa wapi? Changamoto hii hapo, mpira ni mchezo, mpira football ni mchezo wa kugongana. Isipokuwa mwamuzi alikuwa anaangalia sana Simba wakicheza vile anaamua kwamba sivyo. Azam wakicheza vile anasema twende. Kwa hiyo ilifikia pale wachezaji wetu sisi wakavunjika moyo, wakawa wanacheza tu ili mradi liende. Asante. Ushabikia wachezaji wa 200,000 baba, mimi siwezi. Mchezaji mmoja 200,000 analipwa au nikasabikia toporo kama huu? Baba mimi siwezi. Unaambiaje benchi la ufundi? Benchi la ufundi inabidi wasajili upya. Watafuta wachezaji upya wasajili. Lakini kwa huyu makosa yako wapi? Makosa yako kuanzia kwenye benchi la ufundi. Kweli hiyo. Sawa.
huwezi ukamwacha kama wachezaji tegemezi first 11 wote. Hebu ndio ujaanza hata na nani mama awa sawa, Matola aende wote, tuachie timu yetu na Matola aende mzee, na Matola aende sawa. Lakini wachezaji wa 200,000 mnasemaje wadau? Wachezaji wa 200,000, mchezaji alikuwa 200,000, wewe kusajili mchezaji 200,000 unaniambia nini?